Kwenye ulimwengu wa burudani kuna ugonjwa mmoja hatari sana ambao unaitwa anesia ya umaarufu. Yaani ule ugonjwa kusahau ulikotoka pindi tu unaposhika pesa na kupata jina kubwa. Tasnia yetu ya Bongo Flava imejawa na mifano ya wasanii ambao wakishatoboa tu hawatambui tena wale waliowashika mikono wakati wanahaha mtaani. Sasa wengi wanajifanya walizaliwa wakiwa mastaa, unaelewa? But katikati ya hili giza la fake love na ubinafsi kuna mwanga mmoja umeangaza. Moja msanii ambaye yuko chini ya lebo kubwa zaidi Afrika Mashariki, WCB Wasafi D'Voice, amevunja ukimya bwana na kueleza siri nzito ambayo wengi hawakuijua, na ni siri inayomhusisha gwiji wa muziki wa Singeli Mzee wa Bwax. Kauli ya D'Voice sio tu ya kusisimua bali imeliza, lakini pia inaendelea kuliza watu wengi, na imefikia hatua anasema siku Mzee wa Bwax akifariki nitaumia sana. Moja kauli ambayo imepokewa kwa hisia nzito na scenario tofauti. So ni nini ambacho kiliunganisha haya majina mawili kutoka pande tofauti za muziki? Je, 1500 ya Kitanzania ilibadilisha maisha ya D'Voice? Mimi ni VOS mwenyewe, Voice of Siraji. Chukua leso yako kidogo then itulia na nipe dakika 10 ambazo tunaenda kuchambua kiini cha upendo huu wa kweli, na ni kwa nini hii imekuwa ni kama darasa kwa kila msanii na kila kijana anayetafuta mafanikio mtaani. So ili kuelewa uzito wa maneno ya D'Voice inabidi turudi nyuma kidogo kwenye mitaa Dar es Salaam, kule ambako muziki wa Singeli ulizaliwa. Tunakubaliana kabisa kwamba ukiwa msanii mchanga, kwa maana upcoming artist, kupata jukwaa la kuimba ni mtihani mzito kuliko kupata mlo wa mchana. Waandaji wa matamasha hawakujui, ma DJ hawapigi nyimbo zako, na hata wasanii wakubwa hawana muda na wewe. Yani mnapishana vile. Na ikibidi tena wewe ndo unatamani hata kuwa karibu nao. So katika mazingira haya msanii mchanga anakuwa tayari hata kuimba bure ili mradi tu aonekane mbele za watu, apate engagement na watu wamuelewe kwamba kumbe kuna mtu ambaye pia ana talent nyingine, sio? So wengine wanatozwa pesa ili wapewe mic, lakini hadithi ya D'Voice imekuwa tofauti kidogo alipokutana na Mzee wa Bwax. Kipindi hicho Mzee wa Bwax tayari alikuwa na jina lake mjini na alikuwa tayari na mashabiki wake na anapiga show za kumwaga mtaani. So Mzee wa Bwax hakumwangalia D'Voice kama mzigo au mshindani wake, alimwona kama mdogo wake kwenye kipaji kinachohitaji jukwaa ili aweze kuonekana. Na hapa ndipo ambapo alifanya jambo ambalo linaishi kwenye moyo wa D'Voice hadi leo. So D'Voice ameamua kuweka wazi jinsi Mzee wa Bwax alivyokuwa anambeba kwenye show zake mbalimbali, lakini kitu cha kushangaza zaidi, Mzee wa Bwax hakumbeba tu ili aimbe bure, alikuwa anamlipa D'Voice. So D'Voice anasema, na hapa namnukuu, kwamba alishawahi kunilipa 1500 kwenye show zake. Sasa hapa mtu anaweza kucheka au akaona kama 1500 ni pesa ya nyanya, lakini D'Voice anafafanua jambo zito sana. Anasema ile 1500 haikuwa kwa nia mbaya wala dharau, ilikuwa ni njia ya kumkuza na kumuonyesha kwa watu. 1500 kwa msanii mchanga asiye na jina anayetoka familia duni ina thamani kubwa kuliko milioni 10 kwa msanii mkubwa. Ni pesa ambayo anaweza kuitumia kama nauli ya kurudi nyumbani, lakini zaidi ya yote inampa kijana hope au matumaini kwamba kazi yake ina thamani mjini. So kutokana na msingi huu wa upendo usio na unafiki, D'Voice anasema wazi kuwa Mzee wa Bwax ana moyo safi sana, na ameenda mbali zaidi kwa kusema maneno haya mazito kwamba, na hapa nitamnukuu, kwamba hata ikija kutokea Mzee wa Bwax amefariki basi nitaumia sana. Hii ni kauli ambayo inaonyesha uhusiano wao umevuka mipaka ya muziki. Hawa wamekuwa ni ndugu wa damu ya sanaa. Sasa hapa ndipo tunafungua lile sanduku letu la ukweli mchungu, na huu ndio ukweli ambao tasnia yetu inaogopa kuzungumza. Ukweli mchungu wa kwanza: wasanii wangapi wa Bongo ambao leo wana majina makubwa, magari ya kifahari na mamilioni ya wafuasi Instagram, lakini wanakumbuka kuwashukuru watu waliowapa nafasi zao za kwanza? Wanaweza kuwa wanajiuliza. Lakini pia asilimia kubwa hubadilisha hata namba za simu. Wanaanza kuona wale waliowasaidia kama washamba au watu wa daraja la chini. Lakini D'Voice leo yuko WCB, anafanya collab na Diamond Platnumz, anavaa nguo za mamilioni, lakini haoni aibu kusema mbele ya kamera kuwa msanii wa Singeli alimlipa shilingi 1500 na ni kama alimfungulia njia sasa ya kuingia mjini kupitia tasnia hiyo. Huu ni ukomavu wa hali ya juu na ni somo la unyenyekevu mkubwa ambalo analitoa kwa wasanii upcoming, lakini pia hata ambao tayari wameshajipata na wanasahau namna ambavyo wametoka huko nyuma. So ukweli mchungu wa pili ni kwamba tumezoea kuwapa watu maua yao wakiwa wameshafariki. Msanii akifariki ndio utaona wasanii wanamiminika kwenye mitandao kuposti picha zake wakiandika pumzika kwa amani, RIP zinakuwa ni nyingi, ulinisaidia sana. Kwa nini usimwambie hivyo akiwa hai? D'Voice amevunja huu mwiko na amempa Mzee wa Bwax maua yake akiwa bado anapumua na
akiwa bado anasikika na akiwa bado pia ana uwezo wa kutabasamu kwa kujivunia matunda ya mbegu aliyoipanda. Unadhani sasa hivi mzee wa Bwax, kutokana na kauli ambayo Dvoice ameisema, unadhani yeye anajisikiaje? Huoni kama tayari kuna hope nyingine ambayo anaipata mzee wa Bwax ya kuendelea kusaidia watu wengine ama jenzia ambao wanakuja sasa hivi kwenye muziki? Mwisho wa siku, muziki ni zaidi ya viewers wa YouTube, lakini pia hata chati za Boomplay. Muziki ni maisha, muziki ni kuinuana. Ile 1500 ya mzee wa Bwax leo hii imezalisha msanii aliyeingiza mamilioni na kuipeperusha bendera ya Tanzania kimataifa. Kila unayemwona amefika kileleni, kuna mtu alimshikia ngazi akiwa chini. Sasa swali langu kwako mtazamaji wa Makini Media, nani alikushika mkono wakati ukiwa huna chochote? Je, ni bosi aliyekupa kazi yako ya kwanza, au ni rafiki aliyekupa mtaji wa 50,000 uanze biashara, au umeshawahi kumtafuta na kumshukuru akiwa bado hai kama alivyofanya Dvoice? Dondosha story yako fupi hapo kwenye uwanja wa comments na nataka nisome ushuhuda wako wa nani alikushika mkono. Na kama makala hii imegusa hisia zako na kukufundisha kitu kipya, basi hakikisha umegonga kitufe cha subscribe, lakini pia like, washa kengele ili video zetu ziweze kufikia kila siku. Mimi ni VOS, Voice of Siraji kutoka jopo la Makini Media. Tukutane wakati ujao, na kumbuka, ukiinuliwa inua na wengine. Chao.